Filamu inaanza na msichana mmoja anayekwenda kwa jina la Denby. Alikuwa ni mwanafunzi wa high school na alikuwa ni mwaka wake wa mwisho wa mtihani. Yani kama high school huku maanake alikuwa ni form 6 sasa, anakaribia na mtihani. Na zilikuwa zimebaki siku chache tu amalize mtihani wa mwisho ili aweze kujiunga na chuo. Lakini shida moja kubwa aliyokuwa nayo Denby ilikuwa ni kwamba alikuwa ni mwanafunzi ambaye hapendi, yani hajui tuseme hesabu hata kidogo. Na wakati wote wa darasa la hesabu alikuwa analala, yani usingizi ndo unamjia yani. Oya, wale wenzangu na mimi PCM, PGM, nadhani hili mnalikumbuka, ili kulalalala madarasani huko. Hilo jambo lilikuwa linamkasirisha sana mwalimu wake. Na siku moja mwalimu wake akamwita, akamwambia njoo ubaoni. Haya, solve hii hesabu bwana. X plus x sijui ziko to y. Ila ameshika tu chaki, yuko ubaoni, akili kasizi, hawezi hata kusolve, hawezi hata kuandika chochote bwana. Teacher akamshika kichwa chake na kumtikisa, wewe vipi, kwa nini huwezi x is equal to bx sijui wakati na nini na nini. Yani teacher hakufurahishwa na tabia yake ya kutoelewa. Lakini alipofika nyumbani alikuwa hana hata habari ya kwenda kushika madaftari kwanza kusoma. Yeye akana angalia zake TV huku simu iko mkononi na anasikiliza mziki kwa pembeni. Mama yake alipofika pale akamwona, akaona huyu mtoto vipi, anamzingua. Wewe unashindwaje kuanza kufanya mazoezi ya hesabu? Mbona lyrics za nyimbo unazikalili kirahisi hivyo? Alafu mama yake akamtania kwamba yani wewe, ninajua kabisa umerithi kutoka kwa baba yako huo umbumbumbu uliokuwa nao. Oya, kila mama anaonaga watoto wake ni mbumbumbu kwa sababu ya baba zake. Sijui ana shida gani hawa mama. Akamwambia, mwanangu, hakuna chuo kitakacho kupokea wewe kwa uwezo wako mdogo huo wa hesabu. Lakini kitu ambacho kinamkera zaidi Denby ni pale ambapo mama yake anabadilisha televisheni, anaweka channel ya mambo ya mataarifa ya habari na mambo ya wazee yale, unajua Basi anainuka na kuanza kuondoka kwa sababu TV tayari imeshaweka mavitu ya ajabu pale. Akawa ameondoka na kwenda moja kwa moja kwa rafiki yake, nyumbani kwa rafiki yake. Na rafiki yake akamkumbusha kwamba, rafiki yangu, huu ndio wakati wako au chansi yako ya mwisho ya wewe kujitahidi kuingia chuo. Ukifeli sasa hivi manake utakuwa hauna future yoyote, utakuwa hauna sehemu ya kuenda. Asubuhi inayofuata Denby akawa ameamka akiwa amechelewa sana, akawa amejiandaa haraka na kuanza kukimbia kuelekea shuleni. Na siku hiyo ilikuwa ni siku ya mtihani wa mwisho, ndo unaanza, yani mtihani wa taifa, ile national exam inaanza siku hiyo, na yeye ndo amechelewa. I say. Mama yake akamwambia, mwanangu, kajitahidi, fanya uwezavyo ufaulu mitihani hii mwanangu, ninakutegemea kweli kweli. Si unajua tena wazazi wanavyojua kutia moyo Denby alikuwa ana hofu sana, hasa akiwaza mtihani wa hesabu. Unajua hesabu na yenyewe watu wengi mwana imekuwa ikiwatekenya kidogo. Sasa alipopanda basi anaelekea shuleni, akaanza kusoma akiwa kwenye daladala bwana, anasoma. Na alipofika eneo la mtihani akashuka kwenye basi akaanza kukimbia, lakini kwa bahati mbaya mwamvuli wake aliusahau ndani ya basi na mvua ilikuwa inanyesha. Sasa ile anakaribia jengo la mtihani ambalo wanaingia kufanyia mtihani, akamepata uoga kweli kweli na akaanza kujiona kwamba hayuko tayari. Akaanza kupaniki kweli kweli na kuanza kufikiria sijui nitoroke, akiwa anaogopa kwenda kufanya mtihani kwa sababu aliwaza kabisa kwamba yeye ni mtu wa kufeli tu. Akaamua kwenda kukaa kwenye mabenchi huku mvua inamnyeshea, inamloanisha, akifikiria sana na akiwa anatamani hata apotee tu, akirudi akute mtihani tayari ushafanyika. Lakini mbele yake kulikuwa kuna kama kijidimbwi kidogo hivi pale alipokaa, kijidimbwi kidogo cha maji ya mvua ambayo yamekusanyika pale. So sasa wakati anachungulia pale kwenye yale maji akiwa anayaangalia, akaona kitu cha ajabu kwelikweli. Akaona watu wa ajabu ambao wamevaa nguo za ajabu yani ni watu wa kizamani kwelikweli. Na hao watu walikuwa wapo kwenye makusanyiko ya maombi wakiomba kwamba wanahitaji mvua kwa sababu mvua haijanyesha kwa takriban miaka 3 na watu wamekuwa wakifariki kwa sababu ya ukame uliopo. Lakini Denby akakimbilia na kurukia kwenye kile kijidimbwi. Oya, kumbe kile kijidimbwi kilikuwa kikubwa kwelikweli. Binti akazama mpaka chini, yani akawa maji yamemshinda na akaanza kujiona anakufa. Lakini ghafla akajikuta ameibuka hivi akavuta pumzi yani ya maana, na kwa bahati mbaya ama nzuri
alikuwa ametokea ile eneo ambalo aliwaona wale watu wakiwa wanafanyaje, wanaombea mvua. Oya, binti alikuwa confused kwelikweli, akaanza kuwauliza wale watu ambao wako around pale, jamani, vipi mnashuti movie hapa? Yani alidhani jamaa wanashuti movie ya kihistoria, yani ya mambo ya kale. Kwa mbali kulikuwa kuna mfalme, na mfalme baada ya kuona tabia za ovyo za huyu binti kwamba anasemaje tunashuti nini hapa, akawa amemind, akapiga kelele kwamba wewe ni jini. Akasema hapana, mimi ni mwanafunzi wa high school. Sasa hawa jamaa walivyosikia maneno aliyoyaongea walikuwa hawajamuelewa, wakiwa wanadhani kwamba kitu alichokizungumza ni mambo ya maajabu, sijui mazingaombwe, magic or something like that. Hilo jambo likawa limewatisha sana hawa watu wa huko. Ghafla bwana, walinzi au askari wa lile eneo wakatokea na kumzunguka binti bwana, wakamtilia mapanga shingoni. Sasa yeye alijua ni utani, akawa analisukuma panga moja, ila analisukuma lile panga likawa limemchana kwenye vidole. Hapo ndo akagundua kwamba aisee, mambo yako serious, ili panga linakata kweli bwana, hawa jamaa hawashuti hapa. Akasema akiwa na taharuki sasa, jamani, samani, ninajua kwa nini nimekuja hapa. Mungu tafadhali, naomba ushushe mvua. Sasa wale watu walivyosikia hivyo wakaanza kusujudu na kuyarudia yale maneno yake ambayo anayazungumza ubinti kwamba Mungu tafadhali tuletee mvua. Sasa ile wamesujudu, wanainua vichwa hivi, binti kumbe amechomoka mle, amekimbia na anaanza kukimbia kwenda kutafuta sehemu ya kujificha. Akajificha sehemu kwenye manguo yao yale yakiwa yamepangwa sehemu, ndo akawa amepata sehemu ya kujificha hapo. Baadaye akavaa nguo lile bwana na kujifanya kwamba na yeye ni miongoni mwa watumishi wa lile temple. Temple kama ndo sehemu yao ya ibada ambapo wanamwabudu Mungu wao wa jamaa. Na kwa bahati nzuri siku hiyo walikuwa na kikao cha ndani pamoja na mfalme bwana. Sasa na yeye akawa anawafuata wale ambao akaenda nao moja kwa moja hadi kwenye kikao kwa mfalme bwana. Sasa muda huo mfalme alikuwa amewaita ili awape taarifa kwamba wanatakiwa waache mambo ya imani, kuamini sasa uchawi na vitu kama hivyo. Zaidi wanatakiwa kuamini sayansi pamoja na hesabu ili iwasaidie kwenye mambo yao na maisha yao ya kila siku. Mmoja wa wale watumishi akasema kwamba mtukufu mfalme, hata hesabu na zenyewe ni sawasawa na mambo ya kichawi, kwa sababu hazieleweki. Akaendelea kusema kwamba sababu kubwa ya kufanya tusiwe na mvua ni kwamba mbingu zimechukizwa sana na sisi, na namna pekee ya kuweza kuwaletea mvua ni pale ambapo mfalme atakubali kufanya matambiko mbalimbali, yeye pamoja na queen, yani malkia. Sasa Dembi akati wenzake wanaendelea na kikao pale, kwa siri akachomoka na kwenda kutafuta simu yake bwana. Ila ameipata simu yake, akawa amekamatwa tena na akawa amepelekwa sehemu ambapo akawa anamsubiri nani? Mfalme bwana. Akati yuko pale anamsubiri mfalme, akaanza kufikiria na kuwaza kwamba ni namna gani naweza nikatoroka na kusema kwamba aise, nitatoroka mvua ikirudi. Sasa mfalme akamwambia, ndugu, mvua haijanyesha ndani ya miaka 3, na kusema kweli mimi sikupendi hata kidogo, inatakiwa uchinjwe haraka iwezekanavyo. Oya, Dembi akaanza kuchanganyikiwa pale, akapaniki kweli, akamwambia, tafadhali naomba usubiri kwanza. Mimi ni mwanafunzi na nimetoka kwenye wakati ujao, yani nimetoka kwenye future, nimekuja huku kwa bahati mbaya tu, tafadhali naomba uniachie. Akamwambia kwamba ninajua vitu vingi sana kuhusu historia, lakini mfalme alikuwa hataki kumwelewa hata kidogo. Alivyoona maelezo yake yote hayafanyi kazi, binti kabidi amwambie mfalme, mimi ninajua na hesabu ninajua. Mfalme akasema, unajua kweli? Akamwambia, haya basi nitaahirisha kukuua. Akampa karatasi la Pythagoras. Mnakumbuka Pythagoras? Si mchezo hiyo. Na akamwambia, haya solve hili problem. Mwanzoni binti alikuwa amechanganyikiwa bwana, kwa sababu kumbuka hapendi hesabu. Akamwambia kwamba mimi siwezi hesabu, lakini binti akaangalia vizuri. Alipoangalia vizuri akarealize kwamba hii ni Pythagoras. Akaanza kuisolve pale, akaisolve kwa haraka kwelikweli, kitu kilichomfanya mfalme ashangae sana. Mfalme akasema hii hesabu scholars, yani watu wenye elimu za juu kwenye ule ulimwengu wao, walikuwa wanaweza kusolve ile hesabu kwa siku 3, lakini binti amesolve ndani ya dakika 1 tu. Na kuanzia hapo watu wakaanza kumpa treatment nzuri kweli Dembi, na wakamwita Gosam, wakimaanisha kwamba ni mwanaume mwenye elimu ya juu sana. Yani kwa sababu yeye alijitambulisha kama mwanaume pale, sasa wakawa wanamuona ni mwanaume mwenye elimu ya juu kweli kweli. Na mfalme akampa mission kwamba kazi yako itakuwa ni kufundisha hesabu kwa watu wetu, na ukifanikiwa kufanya hivyo
basi tutakuruhusu urudi nyumbani kwenu. Lakini mfalme akawa ndiye mwanafunzi wa kwanza kwenye darasa la Dembi. Sasa Dembi akashangaa, mfalme hata kuhesabu hujui, wewe ni mtu wa namna gani? Mfalme gani wewe? Basi akaanza kumfundisha kuanzia a e i o u, yani kuhesabu namba. Si mchezo. So akamfundisha numbers, addition and subtraction, yani numbers, jumlisha pamoja na kutoa, na akaendelea moja kwa moja hadi kwenye kuzidisha na kugawanya. Sasa mfalme akaandaa shindano la hesabu kati ya Dembi pamoja na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni musician wa pale, na kama Dembi atafeli huo mtihani, maana yake atapewa adhabu. Sasa Dembi akanacheka mpaka anampiga mfalme kichwani bwana, pale mfalme ambapo anakosea. Yani mfalme unajua akikosea Dembi anacheka kwelikweli. Sasa ile anampiga mfalme kichwani, ghafla walinzi wakasogea na kutaka kumtia panga, kwa sababu ilikuwa hairuhusiwi kumgusa mfalme hata kidogo. Oya, mfalme akamaindi kwelikweli, kwa nini mnataka kumuua mtoto? Akachukua sijui nini sijui, akamrushia yule mlinzi wake, toka hapa. Sasa baadaye Queen akawa ana visit, yani anakuja kumtembelea pale. Wakachukua makaratasi yote ya hesabu wakayafichilia mbali, ili Queen asione kile ambacho mfalme anakifanya pale. Na muda huo mfalme akawa anajifanya yupo anafanya mazoezi ya nini, ya mziki, kwa sababu yule musician alikuwepo pale pembeni yake pia. Baadaye mfalme akawa amemuona Dembi kama mtu mwenye njaa sana, akamkaribisha pale wapate chakula pamoja. Na Dembi alivyojaribu kile chakula alikiona ni kibaya kwelikweli, akamwambia mfalme, tafadhali naomba nipeleke jikoni. Na Dembi kwenye begi lake kumbe kulikuwa kuna some ingredients mle kwa ajili ya kutengenezea instant noodles. So binti akachukua kopo la instant noodles ambazo zilikuwa kwenye begi lake, akazitengeneza nini, akaweka na vipilipili fulani hivi, akamuonjesha mfalme bwana. Mfalme akaona chakula ni kitamu vibaya mno, ingawa pilipili ilikuwa imezidi kweli. Na binti alivyompa maji kwamba mfalme, pilipili kali, kunywa maji, lakini mfalme akakataa, akasema hivi ninapenda hii pilipili ilivyokuwa ya moto kweli kweli. Kesho asubuhi ufalme wote ukawa nasikia mfalme akiwa anapiga makelele kweli kweli. Na Dembi alipofika pale akawa amemuona mfalme akiwa amekaa amehuzunika kweli kweli, na mfalme akamwambia kwamba nadhani umenilaani. Na Dembi akamwambia mfalme, hakuna kitu kama hicho. Hizi zilikuwa ni tambi tu, yani instant noodles tu, hakuna kitu kingine cha maana nilichokifanya pale, hakuna uchawi, hakuna chochote wala spell yoyote, hakuna ilichofanyika. Ile ilikuwa ni pilipili kali ambayo iliingia tumboni kwako, na wewe hujazoea kula pilipili, ndio maana umeharisha sana. So mfalme, kumbe kile kilio cha mfalme ilikuwa ni kwamba alikimbiza sana siku ile. Mfalme akasema kwani tumbo ni nini? Maana yake mfalme hata tumbo alikuwa jui maana yake bwana. Kwa maana yake ni kitambo kweli kweli. So binti akaanza kumwelezea mfalme ndani ya tumbo kuna nini, kuna nini. Akamwelezea na kuhusu moyo. Akamwambia unaona, ukiweka mkono kwenye moyo wako unasikia moyo unadunda dunda, yani dum dum dum. Na mfalme akaweka mkono wake kifuani, akasema lakini mbona mimi sisikii midundo? Akamwambia usijali mfalme, siku moja ukija kupata mpenzi, mtu unayempenda kweli kweli, utaona moyo wako ukiwa unadunda. Mfalme alikuwa anafurahishwa sana na namna ambavyo huyu binti alikuwa anajua vitu vingi sana. Alikuwa na knowledge kubwa kweli. Akamwambia kwamba wewe ndiye mtu mwenye elimu zaidi kuliko mtu mwingine yoyote kwenye ufalme wangu. Sasa ninakupa kazi moja kubwa ya kufundisha wasomi wote. Wewe ndio utakayewafundisha wasomi, sio hesabu peke yake, lakini kila kitu kuhusu sayansi. Na binti faster akaingia kwenye nini, kuanza kuwafundisha. Akawafundisha mambo mengi sana, sayansi, mambo ya kilimo na vitu vingine vingi sana. Lakini jioni ile mfalme akawa amempa chenza, na binti akasema asante. Sasa binti akalifungua lile chenza na kulitandika lote pale pale mbele ya mfalme. Mfalme akasema wewe mtu gani unawezaje kula hilo chenza lote kwa wakati mmoja? Manake wewe hau appreciate baraka. Yani kwa kule ulikuwa ukipewa chenza na mfalme, manake ni kama amekupa baraka hivi. Binti akasema relax bwana mfalme, ili ni chenza tu, kwani lina shida gani tena? Sasa baadaye jioni wawili hao wakatoka na kwenda kucheza mpira kwenye courtyard ya ufalme pale. Kulikuwa kuna kama kijiwanja fulani hivi ambacho mfalme amekuwa akikitumia muda wake wa mapumziko bwana. Sasa binti akamfanya hadi mfalme aanze kumkimbiza. Kwa muda mrefu sana amekuwa hajawahi kufanya mazoezi hata ya kukimbia yani. Lakini kwa mara ya kwanza mfalme akawa amekimbia baada ya muda mrefu sana kwa sababu ya binti bwana.
Siku inayofuata mfalme akawa amekaa pamoja na malkia mpya, yani ambaye atakuja kuwa mkewe sasa, na akanamwambia kwamba jioni ya siku ile atakuwa anampa love potion, yani kama anamwekea vudu mfalme ili amuoe haraka yani. Sasa lakini ghafla kitu cha ajabu kama kimetokea. Dembi akajikuta anachukua kitu ambacho kinampelekea yeye kuanza kufeel strange, yani kujisikia ovyo ovyo. Ghafla akatoka na kumfuata mfalme akiwa na yule mwanamke wake bwana. Akiwa yani hajielewi hata kidogo. Akafika kwa mfalme pale, ghafla akakolapse. Mfalme akamdaka wakati anaanguka pale, na binti akaanza kumshika mfalme kimaajabu ajabu. Na Dembi aliposhikwa na mfalme vile, akaanza kumwambia mfalme, naomba unisamehe sana. Lakini mfalme akamwambia, mbona hamna kitu chochote kilichotokea? Aya, sahau kuhusu hilo bwana. Wakawa wametoka na kwenda zao nje kwa ajili ya matembezi hapa na pale, unajua. Akamwambia Dembi, kama utafanikiwa kuachieve mission yako, basi nitakupa nafasi ya juu sana ya mawaziri wa ufalme wangu. Akamwambia kwamba na wewe nitakupa zawadi kubwa sana, ambayo itakuwa ni zawadi ya farasi wa kifalme, ambaye mtu mwingine yoyote haruhusiwi kupewa au kuwa na huyo farasi unless umefanya kitu ambacho ni extraordinary, mpaka mfalme mwenyewe ameamua kukupa hiyo zawadi yani. Sasa binti akamwambia, usijali mfalme, huna cha kunipa mimi, na sitaki unipe kitu chochote kwa sababu mimi ninarudi duniani kwetu, mvua tu ikianza kunyesha mimi naondoka. Mfalme akamwambia, basi hamna shida, sasa usinione mimi kama mfalme tena, mimi na wewe tuko sawa tu, man to man. Kwa nini man to man? Kwa sababu binti alikuwa amejitambulisha kama mwanaume baada ya kuvaa yale manguo siku ile. Sasa siku inayofuata issue katokea bwana. Dembi akawa amekamatwa, na amekamatwa kwa kosa kubwa la kumdhalilisha mfalme. Wakawa wamemkamata na lengo ni kumuua mbele ya mfalme. Lakini mfalme akamwambia, nyie watumishi, watu walikuwa wanaleta shida ni wale viongozi wa dini wale. Akamwambia, ninyi viongozi wa dini, tafadhali naomba mumwache huyo mtu mwenye elimu ya juu, ana uwezo wa hali ya juu sana, hawezi mkamuingiza kwenye matatizo ambayo haya make sense. Sasa mmoja ya wale viongozi wa dini akamwambia mfalme, sasa tunampa wiki 2. Kama mvua haijanyesha ndani ya wiki 2, si tunasema huyu mtu ni mtu mwenye elimu ya juu sana, basi tunataka tuone uwezo wa elimu yake. Kama mvua haijanyesha ndani ya wiki 2, basi mimi mwenyewe nitamuua kwa mkono wangu. Sasa baada ya kusikia hivyo, Dembi hakukata tamaa bwana, akaanza kusoma kwelikweli, akaanza kupiga mahesabu ya hapa na pale na yule jamaa wa mziki yule ambaye alikuwa anaenda kumpigiaga mziki mfalme kila wakati, akamsaidia kujenga au kutengeneza gauge ile ya kupimia mvua ile. Muda mfupi tu baadaye mvua ikaanza kunyesha bwana, kwa sababu ya yale alikuwa anayafanya binti bwana. Dembi alifurahi kweli kweli, hadi mfalme akawa amefurahi, akawa ameenda kujilaza chini pale uwanjani kwake, mvua ikimwangukia na mfalme akawa amekumbuka kwamba Dembi alimwambia kwamba ataondoka pale tu ambapo mvua itaanza kunyesha. Basi mfalme akawa amekimbia na kuchomoka kwenye jengo la ufalme na kuelekea moja kwa moja ambako Dembi amekuwa akiishi. Mfalme akamkuta binti akiwa analia mbele ya ile gauge aliyotengeneza ya mvua ile, binti akiwa yuko overwhelmed kinoma na emotions zimemjaa kweli kweli. Mfalme akamwambia, unatakiwa utoroke haraka iwezekanavyo, kwa sababu ninajua watakuja kukukamata. Mfalme akamwambia kwamba nimekuandalia meli baharini ambapo itakuchukua ile meli ili uondoke haraka. Lakini binti akamwambia kwamba, mfalme, maisha yangu yote tangia nazaliwa nimekuwa ni mtu wa kukimbia na kutoroka matatizo ambayo yamekuwa kinikumba, na nimejikuta nimetokea hapa kwenu kwa sababu nilikuwa ninakimbia mtihani na kukimbia maisha yangu ya uhalisia. Lakini muda huo huo yule jamaa mwanamuziki wa ufalmeni pale, kumbe alikuwa anafanya kazi na yule kiongozi mkuu wa dini pale bwana. Na huyu kiongozi mkuu wa dini alimuamuru huyu jamaa amuue yule binti na huyu jamaa alikuwa anaamini kwamba inawezekana ni kweli Dembi anatokea kwenye future, yani kwenye wakati ujao. Na yule musician akamwambia yule kiongozi wa dini kwamba kama ni kweli, basi inabidi huyu binti auliwe haraka iwezekanavyo. Kumbe mtu unayemwamini wakati wote kumbe ndo anakuwa adui yako. Kikulacho kinguoni mwako. Ndo huyu jamaa muda wote alikuwa na spend na yule binti, lakini yeye ndo anamkoa wa kwanza kumwambia kwamba auliwe bwana. So akamchukua Dembi akamweka kwenye farasi na kuondoka naye bwana, akaenda naye mpaka mapoleni, akatoa
panga na kumwambia kwamba nimejua kwa muda mrefu sana kwamba wewe ni mwanamke. Akamwambia kwamba sikiliza, mimi nimetumwa huko ajili ya kukuua, lakini sikiliza, mimi ni mwanaume mwenye roho na siri yako ipo mikononi mwangu. Dembi akaanza kumwelezea pale kwamba kila kitu kilichotokea hakijatokea makusudi, ni bahati mbaya, na nilivyojificha hapa nikaonekana kama mwanaume na nilikuwa sina choice yoyote, basi na mimi ndio ikawa hivyo. Sasa upande wa pili kule palace kwa mfalme, yule kiongozi mkuu wa dini akawa amekuja pale na kumwambia mfalme kwamba mfalme, vitu vyote vilivyofanywa na Dembi vinatakiwa viteketezwe kwa moto, kwa sababu kuna hii lugha mpya ambayo binti amekuja kuileta hapa, itakuja kutuharibia kabisa maisha yetu. Inabidi turudi kwenye uhalisia wetu na tuishi kwenye traditions zetu. Yani yule kijana, mambo aliyotuletea ni mabaya kwelikweli, yatatuharibia vijana wetu, yatatuharibia mabinti zetu. Lakini mfalme hakutaka hata kidogo kumsikiliza jamaa. Mfalme akachukua farasi yake na kukimbia kuondoka pale ufalmeni na kwenda kumtafuta Dembi bwana. Sasa kwa bahati mbaya, kumbe yule kiongozi mkuu wa dini alikuwa amewatuma wanajeshi kwenda kumtafuta ubinti, na kwa bahati mbaya wakawa wamemkamata bwana. Dembi akiwa pamoja na yule nani, bwana wa muziki yule wa ufalmeni pale. Walivyowaona jamaa akamwambia, panda farasi, ondoka, nenda kokote utakokwenda. Yule mshikaji akaanza kugombana na wale wanajeshi wa pale bwana. Lakini at the same time yule malkia naye akawa ametokea pale, mguu wake ukiwa unatokwa damu, kwa sababu amekimbia kwa muda mrefu sana na yeye akiwa anawatafuta hawa. Lakini upande wa pili Dembi pia akawa amekimbia umbali mrefu sana na akawa amefika sehemu ambapo kuna njia panda, akawa hajui ni wapi anatakiwa kuelekea. Lakini akiwa pale akakumbuka kitu kimoja ambacho mfalme alimwambia. Mfalme alimwambia kwamba jua ni kama saa kwenye ulimwengu wao, so jua linapokuwa sehemu fulani wanajua sasa hivi ni muda gani. So binti akaamua kuanza kulifuata jua, akiona kabisa kwamba upande ambapo jua liko ndiko bahari iliko. Akaanza kutembea na akawa amefika baharini bwana. Ili anafika baharini, mfalme naye huyu hapa bwana, kumbe alikuwa akimsubiri bwana. Wakaspendi ule usiku pamoja, yeye na mfalme na wakiwa wanaangalia nyota. Akaambia huko future, huko wakati ujao, nyota hazionekani kama hivi ambavyo nyie mnaziona, zinaonekana nyota zile ambazo zinang'aa zaidi. Mfalme akamwambia, sikiliza wewe, hizi nyota unazoziona juu ni zile nyota ambazo unaamua wewe uzione, lakini nyota ziko nyingi sana. Ukikaza macho ukitaka uone kila nyota, utaona nyota ni nyingi mno. Na mfalme akasema kwamba hizo nyota siku zote ziko kule na huwezi kuziona mpaka pale ambapo utaamua kuziona nyota. Akasema macho yako pia huwa yanaona, yani macho ya binadamu yanaona kile ambacho moyo unataka kukiona. Lakini at the same time muda huo mfalme akakonfess bwana, akasema kwamba mimi ninakupenda sana. Akamwambia nataka kutengeneza lugha nyingine rahisi ambayo watu wote wanaweza wakakommunicate kirahisi zaidi kuliko lugha ambazo tunazo sisi. Huyu binti ghafla, binti akawa amekumbuka kitu, akaingia kwenye mfuko wake akachomoa pesa, noti ya pesa ambayo sura ilikuwa imeprintiwa kwenye ile pesa ni sura ya huyu mfalme bwana. Akaambia mfalme, kumbe wewe utakuja kufanikiwa kweli, ndio maana huko mbeleni kwenye future kuna hela hizi zinazokuhusu wewe bwana. Sasa mfalme alivyorudi kwenye jumba lake la kifalme akasema, kuanzia sasa nitaanza kulipa mishahara kwa watu wote ambao wanafanya kazi za kuwahudumia wananchi, na hasa wale ambao wanahudumia wananchi vizuri zaidi. Sasa yule kiongozi wa dini mkubwa yule mtumishi yule akasema, ni kweli mfalme, kitu ulichokiongea ni sahihi sana na ni kitu kizuri. Watu wanaofanya kazi kwa juhudi kubwa na bidii inabidi wapewe rewards. Lakini pia akauliza, vipi kuhusu Gosam? Gosam wakimaanisha kwamba nani? Dembi, kwa sababu walikuwa wanamwita Gosam. Watu wote mle ndani wakasema haiwezekani, huyo anatakiwa auliwe, hatakiwi kuendelea kuishi. Lakini Dembi siku zote hizo wakaendelea sasa kuendelea kumfundisha mfalme kwa siri. Anamfundisha kusoma, kuandika, anamfundisha vitu vipya kila siku, lakini pia akanamfundisha uwezo wa kujadiliana, yani wa arguments na kufikiria vitu kwa kina bwana. Lakini siku moja usiku wakati binti anatembea akawa amemwona Queen akiwa amejificha anakula. Kumbe Queen alikuwa anakula kwa siri bwana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawaruhusiwi kula mara kwa mara ili asije akanenepa. Yaani Queen hatakiwi kunenepa hata kidogo. Ndio maana hatakiwi kula muda wote, anapewa chakula kwa mahesabu ambacho kimepimwa ili aendelee kumaintain size ya mwili wake bwana. Dembi akatoa ile kopo moja la instant noodles ambazo alikuwa nazo kwenye begi lake
akaziwekea viungo pale na kumgea Queen bwana. Malkia alivyoonja akasema chakula ni kitamu vibaya mno. Sasa bwana, Demby pale akawa amejisahau, akawa ameact kabisa kama mwanamke, hadi Queen Malkia akawa amemgundua kwamba ni mwanamke bwana. Na Malkia akawa ametoka na kwenda kwa mfalme na kumwambia mfalme, ninajua kila kitu, na Demby yule binti anatakiwa kuwa ni miongoni mwa concubines, yani wale masulia wa mfalme bwana. Sasa siku inayofuata Demby akaanza kufanyiwa maandalizi, anapambwa, asijue kwa nini anapambwa bwana. Kumbe alikuwa anavalishwa vizuri hivyo na kupakwa makeup nini. Kumbe bwana, binti alikuwa anaandaliwa na kuwekwa sawa kwa ajili ya kwenda kuonana na mfalme. Na mfalme Demby angekuwa ndiye mwanamke wake wa kwanza kabisa kumwaga mayonnaise. Kumbe bwana, mfalme hajawahi kumwaga mayonnaise hata mara moja tangu aingie kwenye kiti chake cha ufalme. Hata yule ambaye ni malkia alikuwa ni malkia jina, kwa sababu bado alikuwa hajaolewa na mfalme. Lakini ndo hivyo sasa, Demby baada ya kusikia vile akakimbia bwana, kwa sababu alikuwa amepagawa kusikia mfalme anamtaka yeye siku ile. Sasa mfalme akampewa taarifa kwamba Demby ametoroka, na mfalme akachomoka haraka kwelikweli kwenda kumtafuta bwana. Baadaye akawa amemfuma sehemu ambapo binti alikuwa amejificha. Mfalme akawa amemchukua na kumpeleka kwenye kichumba fulani. Binti akasema, mfalme, unataka kufanya nini sasa? Uliniambia mimi na wewe tutakuwa marafiki, na mimi na miaka 19 tu, sijafikia umri hata wa kuweza kuhandle mayonnaise zako. Mfalme akamwambia, sikiliza, wewe una miaka 19, manake wewe ni mtu mzima, kwa sababu mwanamke anatakiwa kuolewa akiwa na miaka 13 kwenye huo ulimwengu wao sasa. Na akamwambia, wewe ni mtu special sana, mimi sitokukula, utakuwa hapa pamoja na mimi. Kila mtu anataka kusikia mfalme amefanya nini huko ndani, na mama yangu amekukubali sana. Mama yangu sio mtu ambaye anamkubali kila mtu. Sasa ukiona mama yangu amekukubali wewe, ujue kila kitu kiko sawa. Baadaye binti akatoka na kwenda kuonana na yule mwanamuziki yule, na yule mwanamuziki akamuuliza, hivi wewe kweli una uhakika unataka kurudi duniani kwako kwenye future huko mbele? Demby akakaa pale akiwa ameona hilo swali ni gumu sana na akiwa na huzuni mkubwa, akaamua kuondoka pale kwenda kukaa peke yake sehemu bwana. Muda mfupi baadaye malkia mkuu akawa amekuja, na yule malkia alikuwa amemchukua aende kuonana na malkia kubwa kabisa ambaye ni Queen Mother wanamuita. Demby alivyomuona Queen Mother alishangaa na akaanza kulia, machozi akaanza kumtoka, kwa sababu Queen Mother alifanana exactly na mama yake. Na watu hawakujua kwa nini binti amekuwa akilia, kwa sababu amemuona Queen Mother bwana. Lakini baadaye jioni mfalme akawa amemchukua na kumpeleka sehemu akaone kifaa ambacho mfalme amekitengeneza. Hichi kifaa kazi yake kubwa itakuwa ni kutambua muda, wakati, yani tarehe pamoja na muda. Na akamchukua na kumpeleka chumba ambacho mfalme amekuwa akigundua alfabeti mbalimbali na kutengeneza lugha mpya ambayo watu wataitumia kwa ajili ya kuandikiana na kucommunicate bwana. Baadaye mfalme akamchukua mpaka kwenye chumba kimoja hivi, na walivyoingia ndani ya iko chumba, mfalme akatoa pini moja ambayo inaitwa royal pin, yani pini ya kifalme, akaichomeka kwenye nywele zake na kumwambia, tafadhali naomba uishi na mimi forever, akimaanisha kwamba ndio amemuoa hivyo. Yani ile pini kuichomeka kwenye nywele za mwanamke, manake huyo mwanamke ndio uliyemchagua kwa ajili ya kumuoa bwana. Demby akamwambia, hapana, haitowezekana, kwa sababu mimi natakiwa kurudi, na nilimuahidi mama yangu kwamba nitarudi na nitafanya mtihani vizuri na nitafaulu. Lakini mfalme akamwambia, sawa, nenda ukamuone mama yako, lakini nakuomba urudi haraka, mimi nakupenda kwelikweli, nataka tuishi mimi na wewe hapa pamoja milele. Binti akafumua ile pini na kumrudisha mfalme. Mfalme bwana yakamshinda, akaanza kumwaga chozi. Ukiona mfalme analia ujue yamemkuta. Ule msemo wa kwamba mapenzi hayamwachi mtu, na mfalme yamemfikia kudadadeki. Mfalme alivunjika moyo sana, akafoka pale, sawa, rudi huko unakotaka, si unaona huko kwetu ni kubaya. Mfalme akageuka na kuondoka bwana, akamwacha binti akiwa amesimama pale anamwangalia mfalme huko analia binti. Lakini kwa bahati mbaya muda huo ghafla akawa amegongwa nyundo ya kichwa bwana, akaanguka chini moja kwa moja, na mtu akaja na
akamchoma mgongoni na panga bwana, na kile chumba chote kikapigwa kiberiti. Mfalme alivyosikia vile akaamua kuriski maisha yake yote bwana, akakimbia na kuingia kwenye kile chumba, akaenda kumwokoa binti bwana. Siku inayofuata baada ya tukio, akawaita assistant wake wote akawaweka kati, akaambia nani amefanya unyama huu, ni nani aliyefanya tukio la ajabu kiasi hiki, kuna makaratasi ya muhimu yameibiwa na mambo ya kuchoma moto, nani kayafanya? Sasa mfalme akamwita kiongozi mkuu wa dini yule, akamvuta mkono wake na kuona ule mkono wa huyu jamaa ukiwa una majivu, kumbe hata kujifuta vizuri alikuwa hawezi bwana. Akamwambia, unaona sasa, hata kujificha huwezi, angalia wewe ndiye uliyefanya unyama wote uliotokea jana. Na wakamleta pale binti pale mbele yao pale, akamwambia, huyu ndio unataka umuue? Akasema ndio. Akamwambia, ona sasa, kitabu ambacho kilikuwa kwenye begi lake kimemponya yeye asife, na unawezaje kuwa mtu na roho ya unyama kiasi hiyo? Yule kiongozi wa dini akapiga magoti na kuanza kuomba msamaha pale, naomba unisamehe kwa sababu ya mambo aliyoyaleta kwenye ufalme wako mtukufu mfalme. Vijana wameanza kubadilika kwelikweli, wameanza kufikiria vitu kwa undani zaidi, wakimsikiliza yeye zaidi, na wakamwambia kwamba kwa sababu hiyo ufalme utaharibika haraka sana, na sisi wote yamkini tukafa, na mimi ninaogopa kwelikweli kufa. Ndio maana nataka kumuondoa kwenye maisha yetu ili atuache na kacha yetu. Ameanza kuleta utamaduni ambao sio kwa ufai. Mfalme akasema, sikiliza wewe, mimi ndo ninayejua kila kitu ninachokifanya, na ndio maana mimi ni mfalme. Ninajua ninachotamani ufalme wangu uwe, natamani watu waishi namna gani. Sasa wewe sio mtu wa kupanga, wewe hakuna kitu ambacho utapanga wewe kitafanyika tu bila mimi kuamua. Basi yule kiongozi mkuu wa kanisa akaendelea kupiga magoti na kumwambia mfalme, tafadhali naomba uniue kwa yale ambayo nimekukosea mfalme. Lakini ghafla baadaye mvua ikaanza kunyesha kama vile ambavyo Dembi aliwatabiria bwana, na akaamua kuanza kupack na kuanza kuaga watu wote ambao walikuwa marafiki zake, akiwaambia kwamba jamani, tafadhali mimi ninarudi duniani, na kuaga kwa mara ya mwisho. Mfalme akamwambia kwamba vipi, nikusindikize mpaka mwisho? Akasema sawa. Mfalme akamsindikiza moja kwa moja, wakitembea pamoja mpaka kufika kando kando ya bahari, na Dembi akamefika kwenye sehemu ambayo anaweza akajirushia ili aondoke bwana. Na alivyoingia ndani ya maji akazama kama ilivyotokea ile mara ya kwanza, akajikuta anaibuka kwenye kile kidimbwi kile ambacho alizama pale awali bwana. Akamerudi kwenye dunia yake ya kawaida. Alikuwa ameloana kweli bwana, na alipoangalia muda akaona tu kumbe ni sekunde 2-3 tu ambazo zimepita, kumbe hata hajakaa muda mrefu, ingawa kule ilionekana amekaa muda mrefu kwelikweli, na bado alikuwa na muda wa kuweza kuwahi mtihani bwana. Akakimbia kwa spidi kwelikweli kuwahi ili afanye mtihani. Akaingia chumba cha mtihani na akamkuta mwalimu wenzake wakiwa wameshaanza mtihani tayari. Akakimbia kwenye siti yake na kuanza kupiga pepa bwana. Siku ile jioni akamerudi nyumbani, akamkuta mama yake akiwa anamsubiri kwa hamu kweli kweli. Akamkimbilia mama yake, akamkumbatia kwa nguvu kweli yani. Na kwanzia pale Dembi alikuwa amebadilika kweli, tabia zake, namna yake anavyoishi, anavyoongea, amekuwa very respective. Amejifunza mambo mengi sana, amejifunza thamani ya watu, amejifunza vitu vingi yani ukizungumzia. Sasa mwezi ukawa umepita. Siku moja akiwa anapita pale shuleni, ghafla mvua ikaanza kunyesha bwana. Akati amesimama hivi, ghafla mtu akawa ameweka mwamvuli kichwani kwake bwana. Akageuka hivi na kuanza kumwangalia. Kuona ile sura, akaiona sura ambayo anaijua bwana. Ilikuwa ni sura inayofanana kabisa na yule mfalme Joseon. Binti akaduaa pale, lakini yule jamaa akatabasamu pale na kumwambia, dada, tulionana mwezi uliopita, uliangusha huu mwamvuli kwenye basi. Na hapo stori yetu inaishia hapo. Ninajua mnafurahi sana kuona na kutazama filamu zetu. Yamkini wewe unatamani kujifunza kufanya YouTube, yani kufungua channel ya YouTube. Tafadhali angalia linki kwenye bio hapo, utaona linki inayokupeleka kwenye channel yangu ambayo ninafundisha watu namna ya kupata pesa kupitia YouTube. Usiache kuangalia linki hiyo, kwa sababu kama unataka kutafuta kipato cha ziada au kipato kamili cha kuendesha maisha yako, basi YouTube ni sehemu sahihi ya wewe kama kijana
kuanza mafunzo ya awali na kujifunza namna gani YouTube inaweza kukuingizia kipato. Sasa click link hiyo, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel yetu mpya, na ninakuhakikishia kwamba utajifunza na utaelewa na utafurahia mafunzo ya YouTube. Kama umefika mpaka hapa mwisho, tafadhali hakikisha una like na kushusha comment yako hapo chini, na usisahau kusubscribe. Oya, ninawapenda ile kinoma noma yani.